Ikitokea baada ya mimba kuharibika, haijalishi mimba imeharibikia hospitali au wewe mwenyewe ulitoa mimba au mimba imeharibika kwa bahati mbaya, halafu unapata dalili ya kutoka damu nyingi, unatumia at least pedi 2 ndani ya saa moja na zote zinakuwa zimejaa damu, unatakiwa kurudi hospitali mapema, kwa sababu hii ni moja kati ya dalili za hatari baada ya mimba kuharibika au hata baada ya mwanamke kujifungua. Huwa inaitwa postpartum hemorrhage ikitokea mwanamke alikuwa amejifungua. Lakini kwa mwanamke ambaye alikuwa ameharibikiwa na mimba au mimba imeharibika au ameharibu yeye mwenyewe, inaweza ikawa inaashiria kwamba huyu mwanamke pengine anaweza akawa na changamoto kwamba mimba imeharibika lakini zile product of conception au uchafu haujatoka ukaisha, kitu ambacho mwanamke atatakiwa kusafishwa. Tofauti na hapo, damu haitakata. Pengine inaweza ikawa inaashiria kwamba huyu mwanamke amepata maambukizi makali ya bakteria kwenye kizazi ambayo anaweza akapelekea kizazi kutunga usaha. Na haya mambo pengine anaweza kaa anaashiria kwamba katika harakati za either huyu mwanamke mwenyewe ameharibu mimba au alipata physical traumatization, alianguka, alifanya nini ndio mimba ikaharibika. Kuna uwezekano kuna uterine perforation, kizazi kinaweza kikawa kimetoboka na ndio maana anatoka damu nyingi. Haya mambo yote yasipofanyiwa kazi kwa haraka yanamweka mwanamke katika hatari ya kupoteza uzazi, lakini pia hata katika hatari ya kupoteza maisha yake kiujumla. Kwa hiyo ikitokea unapata hizi dalili, haijalishi mimba umeiharibu mwenyewe, haijalishi mimba imeharibika nyumbani na ukaenda hospitali ukatibiwa, haijalishi mimba iliharibika hospitali kutokana na kwamba daktari alikuwa ameinitiate abortion kutokana na kwamba pengine mimba ilikuwa inahatarisha maisha yako, unatakiwa kurudi hospitali mapema sana. Na ikitokea wewe ulifanya unsafe abortion au illegal abortion, hiki sio kipindi ambacho unatakiwa kuanza kujiuliza, je, nikienda hospitali wataninyanyasa, watafanya. Hospitali sio sehemu ambayo mtu anatakiwa kuhukumiwa, ni sehemu ambayo mtu anatakiwa kupata huduma safi za afya. Tuwasiliane kama utakuwa na hizo changamoto pamoja na changamoto nyingine nyingi za uzazi ili tuweze kuona namna gani tunaweza tukakusaidia. Vinginevyo, hii ni Afya Kiganjani, tiba mtandaoni na Dr. Budodi. Chao.